Hakuna namna tutaweza kutoka kwenye hivyo vifungo kabisa. Lazima damu ya Yesu ihusike. Damu ya Yesu ina nguvu. Damu ya Yesu ina uwezo. Damu ya Yesu inavunja laana zote. Inavunja maagano yote. Inavunja kila kitu na inafuta kila matamko ambayo umeshawahi kutamkiwa. Inavunja kila nguvu zote za giza. Ni damu ya Yesu. Yawezekana wewe hauko kabisa na haujui nini kinaendelea kwenye maisha yako na haujui ni mambo gani yametokea. Lakini uko kwenye hatia. Wako watu waliokubaliana. Wako watu walioweka sadaka vizazi vyao kwenye makaburi. Ndio maana unakuta watu wanaenda kutambika, wakifanya ibada huko, wakiamini kwamba wanapoenda kuomba Mungu anasikia. Hapana. Hapana. Damu ya Yesu ndio inayotutosha. Ngoja nikwambie kitu. Hivi unaelewa kwamba watu wengi sana wanalia leo? Wako kwenye magonjwa yani hawajui waeleze vipi. Hayatibiki. Hata madaktari wameshindwa. Madaktari wameshindwa kuyatibu. Lakini unakuta ni vitu ambavyo vimetokana na vizazi vilivyopita. Sasa Mungu asipofungua fahamu zetu, tukamfahamu Mungu na tukafahamu mahali tulipofungwa. Na ndio hiyo unakuta mtu unaishi maisha ya mateso, ya maumivu, mpaka unakufa. Kwa sababu msaada haujaupata. Mimi nakukumbusha tu leo kwamba ipo damu ya Yesu. Yupo Yesu na iko damu yake ambayo ina uwezo wa kuvunja laana zote. Ina uwezo wa kuvunja nguvu zote za giza. Ina uwezo wa kuvunja kila maagano ambayo waliagana huko wazazi wetu. Hata yale ambayo wewe umeagana, mmekubaliana, mkaingia kwenye maagano yoyote. Damu ya Yesu ina uwezo wa kuvunja hayo maagano na kukuweka huru wewe. Na kushauri, itumie damu ya Yesu. Muamini Yesu, amini wokovu wake kupitia damu yake, ili akuokoe kutoka kwenye hivyo vifungo. Yesu ana uwezo wa kumuokoa mtu kutoka kwenye vifungo vya giza. Vifungo ambavyo havionekani kwa macho ya nyama. Vifungo ambavyo umefungwa hata wewe ukiwa hujui kama umefungwa. Yesu ana uwezo wa kukuokoa huko, kwa sababu damu yake ndiyo inayofanya kazi hiyo. Ilimwagika kwa ajili ya kazi hiyo. Hakikisha unaitumia damu ya Yesu. Hakikisha unafunguliwa kupitia damu ya Yesu. Usiendelee na usikubali kuendelea kwenye vifungo, kuendelea kukaa kwenye vifungo vinavyokutesa. Unajua wakati mwingine watu wanatia huruma sana. Mimi nakwambia ukweli. Watu wanatia huruma sana. Mtu ameishi miaka yake hapa duniani yote, anateseka kwa vitu ambavyo yeye hajawahi kufanya. Anateseka kwenye mambo ambayo yeye hajui hata yametokana na nini. Lakini anateseka nayo. Waliofanya hayo mambo hawapo duniani. Hawapo duniani kabisa. Wameshakufa. Au wapo na hawana hata habari. Lakini yupo mmoja ambaye analipia karibu kila kitu. Anaumwa yeye, maskini yeye, kukataliwa yeye, kukosa kazi yeye, kila kitu yeye. Lakini waliofanya hayo maagano ni wengine kabisa. Kimbilia kwa Yesu na kushauri. Njoo kwa Yesu, iko damu. Iko damu ya Yesu yenye nguvu ya kukufungua na kukutoa kwenye hivyo vifungo na ukawa huru kabisa. Usiendelee kukaa kwenye hivyo vifungo vya mateso. Usiendelee kukaa kwenye hayo maagano yanayokutesa. Usiendelee kukaa kwenye hiyo laana inayokunyima wewe kufanikiwa. Njoo kwa Yesu, kimbilia kwa Yesu ili uwekwe huru kwa jina la Yesu na kwa damu yake. Damu ya Yesu inanena mema hata leo. Mungu awabariki sana. Amen.